Pita. Ndani. Ushafika? Sharudi muda mrefu. Za utokako. Nashukuru Mungu. Umesoma baya siku hizi. Kidogo tu hivi. Bibi utokako. Salama. Salama kabisa. Umeenda kazi lakini? Ya, nimerudi kama dakika. Sio utanifanyia mchongo alafu unafanya upumbavu kazini. Ni kwanza nianza kuona unaelewa. Au sio? Shemeji yako. Sasa dada. Nataka niongee moja na wewe moja. Nashukuru kwanza kwa msaada wako. Umenisaidia nimeweza kupata kazi. Lakini nilikuwa nataka niulize swali. Na swali langu ni kwamba kama unavyofahamu Ngoma amefanya mambo makubwa sana kwa familia yetu. Na naweza nikamshukuru kwa namna moja na nyingine. Pengine amefanya haya kwa sababu ni shemeji yangu. Sasa nilikuwa nataka nijue mipango yako wewe na Ngoma ni ipi. Nikiwa na maana kwamba ndoa mipango ambayo umepanga. Ndani ya hizi miezi kadhaa mitano hizi ambazo zimepita toka nimeingia kazini pale, anakuwa ananionyesha upendo wa hali ya juu. Hebu niambie mipango yako ni kwa sababu kwa historia yako ya mahusiano kunyuma mimi nifahamu dada. Kwa hiyo nataka nifahamu mikakati yenu ni ipi ambayo mnawekeana. Pengine naweza nikashauri kitu hapo. Sababu unajua ni mdogo lakini pia naweza nikashauri kitu pengine kwenye mahusiano yako. Kwa kweli Brown ndo wangu. Naam. Mimi na Bwana Ngoma ambaye ndo bosi wako tuna mipango ya kuoana soon. Lakini tarehe maalum bado hatujapanga na tunazidi kufanya mchakato wa ndoa. Ndio mafanikio tulionao mpaka hapo ndugu wangu. Na wewe uko kazini. Naomba please and please usifanye mchezo wote kazini. Kwa sababu kufeli kwako ndio kunifelisha mimi dada yako. Usitie aibu dada. Ni kwa hili tu dada. Kwanza nimefurahi kwa mipango yenu. Na ningependa mfanye haraka iwezekanavyo kwa sababu tunajua siku zinaenda, mambo mengi yanatokea. Kwa hiyo ningependa mfanye haraka iwezekanavyo ili na mimi nipate faraja. Usijali. Sema nini Brown ndo? Mimi najua hii kazi unaiweza. Najua hii kazi unaiweza, najivunia sana kuna mdogo wangu anaitwa Brown. Usijali, siwezi kukuangusha dada. Usijali. Nakupenda. Nakupenda mdogo wangu. Na natumai Mungu atakubariki, atatubariki familia. Amina sana sana sana. Sasa karibu. Asante, ndio natoka kama ifuatavyo mdogo wangu. Haya, mimi nalala kama ifuatavyo. Haya bwana. Haya. Kwaheri. Wow. Unajua nini mama watoto? Leo nimetoka mapema kazini. Kuna swala nimeona nikushirikishe kidogo hapa. Huyu mdogo wangu Damian huyu, toka tuanze kuishi naye hapa, hajawahi kuleta hata kasichana kamoja. Hata kama nikiwa kazini huwa anavusha. Jaribu kuniambia ili nijue mimi nafanyaje. Kwa sababu sielewi zaidi ya miaka 22 vitu yupo. Na muuliza Damian vipi haeleweki. Sasa labda wewe unaweza kuniambia kwa sababu wewe muda mwingi unashinda hapa, mimi nikiwa kazini kule labda anaweza kuleta kasichana kwa kina nani, unaweza kuniambia kidogo. Maana napata wasiwasi. Ni kweli mwanangu. Hili jambo liko serious, lakini naomba tumuite, tumuulize, tumpate ushauri, labda atabadilika, anaweza kumpata mwanamke. Mimi naona tumuite, tumshauri. Na pia kama ataweza, tumfanyie namna yoyote aweze kumpata mwanamke. Yaani hilo swala ni zuri. Tena leo ikiwezekana kama atatoka kwenye mizunguko yake mapema, hii swala tusilaze damu. Sababu damu mtuzi wa mbwa unyonewa ukiwa moto. Sasa leo hii ndio kwa nini haikuwasiliana huku ndani? Mimi nimekupata wewe ukiwa na miaka mingapi? Kama unakumbuka. Kuna miaka 18. Sasa miaka 18 nimekuona na miaka 20. Yeye sasa ana miaka zaidi ya 22. Anakaa huko nyumbani. Ila miongo na kama nikwambie, yule ni mdogo wako, na unamjua vizuri. Naomba tu umwambie ukweli. Labda kama anakuwa na tabia mbaya, naomba tu ndio natakiwa leo sasa mama watoto tumwambie hauhusiana wake. Sisi kuna watu tunafanya nao kazi kule akina Kada, akina Kaumu, wanapiga habari mfika. Shauri. Marahaba kwema. Habari za kazi. Sana. shemeji. Shalom.
kwema. Habari za hapa nyumbani? Salama. Bora leo mmewahi kutoka kazini? Leo tuko tuna mizunguko kwa mifupi, maana kazi leo hatupo na kazi nyingi. Nilijaribu kukupigia pale, niliazima hata simu ya ndugu yangu pale kada, akasema ni azima dakika. Nitaka upitie ofisini kwangu pale, kuna mzigo nilitaka upitie. Sasa ni bora umefika hapa. Mimi kuna swala ambalo linanisikitisha sana mdogo wangu Dami. Mimi nimemuoa huyu shemeji yako nikiwa na miaka 20 tu. Wewe sasa hivi una miaka karibuni 24 na kuendelea huko. Sijawahi kusikia tetesi umeleta msichana hapa wala demu. Sasa mimi hilo swala linanitisha mdogo wangu. Kila siku namwambiaga hata mke wangu mimi jaribu kumwambia. Wewe jaribu kumwambia huyu. Shemeji yangu, haya anasema ni kweli. Lakini shemeji tunakuomba. Ufanye hata namna yoyote uweze kumpata mwanamke. Unaona mimi niko nataka yako, tunaishi vizuri. Jaribu kumwambia. Sipendi ukaa peke yako hivi. Mpaka kama mwanamke unamshikiana kwenye kazi. Unaona, una miaka mingi sana. Tena umetoka na kazi. Shemeji yangu jamani, naumia sana. Shemeji. Yaani umeongea kwa uchungu sana na hisia na nimekuelewa kwa kweli. Lakini pia tangu hapo pia kwa sababu paka mmeamua kuzungumza ni jambo ambalo halijawafurahisha. Lakini kaka, tu nikwambie, unanielewa vizuri sana ndugu yako Dami. Nadhani unanielewa zaidi ambavyo watu wengine wanaweza kunijua. Mambo ya mahusiano sio vitu vyangu. Hapo Damian ndio unapokosea. Ofisini kwako mle unafanya kazi akina nani unawaita wale? Mimi majina siwajui vizuri. Kuna wale wameoa na kuna sherehe yao tulichangia zawadi. Mimi leo inaniuma Damian. Nifanye nini wewe kwako? Kuna shoti yake na huyu anaitwa nani yule nani? Berita. Haya, ameanza kuchumbiwa na kuna kijana tu mtaani hapa sikia anajiita kaka. Yeye anasimaka na mwelewaga sana shemeji yangu. Unaona sasa hayo mambo unaanza kuniaibisha mimi kaka yako hapa tena naanza kuonekana mtu mbavu. Kaka, kitu ambacho unajua ukijua labda kama nilivyokuambia, mahusiano sio vitu vyangu mimi Dami. Lakini pia kaka, mapenzi hayalazimishwi. Alafu kama wakati ukifika, kama ulivyoweza kufika wakati ukampata Shem, ni vitu ambavyo wakati ukifika muda utaamua utakuwa na mtu. Unajua shemeji, usijilazimishe kuwa na mtu ambaye labda hajawa kwenye mifumo ambayo wewe tayari ushajiweka. Mimi kuwa na kazi kufikia umri wa miaka 25 haimaanishi kwamba ni lazima mimi na mahusiano. Au labda kosa ni kuishi kwako kaka, maana unataka na mifumo kama yako ndugu yako. Hapo Damian unaenda kutumia sio. Mimi nimekuelewesha kama kaka yako mkubwa kabisa. Hebu fikiria, leo hii mimi napita mtaani naanza kuulizwa, mbona yule kijana haoi na una kazi nzuri tunafanya kazi ofisini, hebu fanya uoe bwana. Tafuta kama mchumba bwana. Hela unapata unapeleka wapi? Kama mahindi na nunua mimi tunakula tunashiba. Tata mbona naanza kuniaibisha upo wetu sisi hatujawahi kupenda na hayo mambo. Sawa kaka, nimekuelewa. Sio umenielewa, inatakiwa ulifanyie kazi ndani ya mwezi huu. Nataka nianze kusikia process kidogo. Unajua kidogo mtafarajika. Akina Matiko kule walete zawadi, akina Chacha, akina Mwita walete zawadi tu enjoy na sisi au unasemaje mke wangu? Ilikuwa ndio. Kuna haraka sawa. Tunashukuru chakula kizuri. Nimekula nikala tena. Nashukuru sana lakini na haraka sana. Sawa. Tifa. Ni haraka sana. Naomba simu sasa hivi. Lakini mwanangu, unasoma swala la daktari. Mbona kama unaikuzia? Tifa, swala kupima sawa. Lakini sawa. Kuna mambo ya kupima. Uniamini? Hapana mume wangu, sio kama sikuamini. Kumbuka kwamba yeye ni important kwako. Sipimi. Sipimi. Sitakuwa tayari kukwambia. Nakwambia hivi. Mimi Hamini sitakuwa. Sikubali kupima, uzunguka popote pale. Lakini mbona rafiki yako Abdul aliweza kupima na mke wake? Kwa nini unanifanyia hivyo mpesa? Pesa ni wewe. Unataka nini wewe? Wewe leo hii. Wewe. Kupima unazungumzia wewe. Sipimi. Mimi najua yote unakataa wewe kwa sababu wewe ni tasa. Mitasa. Sawa. Baba jina wako. Amin.